Mungu anapewa utukufu pale tunapowaambia wengine habari zake. Anatukuzwa katikati ya kanisa na katika ulimwengu. Paulo anawaambia Warumi kwamba alikuwa anatamani kwenda Rumi, kwenda kuwapelekea, kwa sababu Paulo hakuhubiri Rumi. Makanisa ya Rumi yalifunguliwa kuanzia siku ya Pentekoste. Wale waliotoka pale waliojazwa Roho Mtakatifu, Warumi wengine wakaenda Italy, Roma, wakafungua kanisa. Kwa hiyo Paulo anatamani kama mwalimu, kama mchungaji, kama mtume wa mataifa kufika nako Rumi, aende akakutane na wale washirika wa yale makanisa kule, wale walioamini, waliookoka. Alafu anawaambia sionei haya injili ya Mungu kwa sababu ni uweza wake uletao wokovu kwa kila aamini, kwa Myahudi kwanza na Myunani. Sasa injili ni nini? Unajua duniani kuna habari nyingi. Kuna habari za matajiri, nazo ni habari. Kuna habari za waganga wa kienyeji, madaktari bingwa wanaotibu magonjwa. Kuna habari nyingi na zingine sasa kuzitaja. Ila habari njema iko hii. Habari njema iko hii moja tu. Hilo neno kwa Kiunani linaitwa evangelion. Yaani injili sio neno la Kiswahili. Limetolewa kwenye neno evangelion. Maana yake habari njema, good news. Ndio maana inaitwa injili. Kwa ni habari. Hizi habari zipo duniani miaka 2000 iliyopita. Kwa taarifa yako, Agano la Kale sio habari njema, ni habari ya mauti. Kwa sababu umeambiwa usiue, na ukiua unapigwa mawe hadi unafanyaje? Ni habari ya mauti. Ndio maana mtu ambaye haelewi akikompromise kati ya Agano la Kale na Jipya, zote akaita habari njema, ujue anakufa kibudu. Mimi nakwambia anakufa bila Mungu, ndio maana yake. Kwa sababu habari njema lazima uijue ni ipi. Tunawahubiri wengi siku hizi, nao wanasema wanahubiri injili. Je, unajua nini maana ya injili? Injili ni habari njema. Sema habari njema. Habari njema. Na unaposema unatabasamu, ndio